akasema, basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu ya Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi jooni mponywa katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mama alinyooka, nao wakuu wa sinagogi wakafanya nini? Wakakasirika. Kuna watu watakasirika wakati utaondolewa shida. Kuna watu watakasirika wakati Mungu amekuinua. Kuna wakati tu watakasirika wakati wataona umebarikiwa. Haleluya. Si watu wote ambao wanafurahi wakati umepanda. Wakati unapanda kuna wenye wananungunika. Wakati umepanda kuna wenye wananungunika. Wakati umeponywa kuna wengine wanauliza kwa nini alipona? Bwana asifiwe. Nimeomba Mungu wakati utakaye nyooka, watu hata wakikasirika uendelee na kunyooka. Bwana asifiwe. Hata kama watu watakasirika, hata kama watu wataanza kunungunika, wanungunike, lakini wewe uendelee katika jina la Yesu. Huduma iendelee, kazi yako iendelee, ndoa iendelee, watoto waendelee, huduma iendelee, kanisa iendelee, watu waendelee kuokoka katika jina la Yesu. Tupige Yesu makofi. Bwana asifiwe. Usijali kwa sababu watu wanapiga kelele. Usijali kwa sababu watu wamekasirika. Usijali kwa sababu watu wanakusikilia wivu. Bwana asifiwe. Wakati wanasikia wivu kwa sababu ya baraka zako, uendelee kunyooka. Bwana asifiwe. Tupige Yesu makofi. Inasemaje? 15 inasema, lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi? Bwana asifiwe. Aende naye kumnywesha. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ule mama Bwana alimponya, kuna watu walikasirika. Wakati aliendelea kunyooka, kuna watu walipiga kelele. Wakuu wa masinagogi walikuwa wa kwanza wa kupiga kelele. Hata saa hii tumeokoka sana, lakini kuna watu wanapiga kelele wakati huduma inaendelea. Bwana asifiwe. Kuna watu wanapiga kelele wakati mtumishi wa Mungu anaendelea kuinuka. Kuna watu wanapiga kelele wakati kampuni yako inaendelea kusurvive. Wakati unajenga nyumba, kuna watu wanapiga kelele. Bwana asifiwe. Wakati umesimama vizuri imara, kuna watu wanapiga kelele. Lakini ninataka kukwambia ya kwamba usijali kwa sababu ya wale wanapiga kelele. Endelea kusimama. Endelea kumtumainia Bwana. Endelea kumtukuza. Hata wapige kelele, kuna baraka za Mungu zitaendelea juu yako katika jina la Yesu. Wakuu wa masinagogi wakapiga kelele. Wakaanza kuuliza Yesu, kwa nini umeponya huyu mtu siku ya Sabato? Na kulikuwa na siku 6 ambaye hizo siku 6 angekuja na ukaweza kuponya huyu mtu. Kwa nini umeponya siku ya Sabato? Haleluya. Nimetangaza na kusema ya kwamba siku ya Sabato leo Mungu akaweza kukusimamisha. Siku ya Sabato leo mkono wa Mungu ukawe juu yako. Siku ya Sabato leo 2026 ikaweza kuwa ni mwanzo wako wa baraka katika jina la Yesu. Wakaanza kusema, kwa nini umemponya katika siku ya Sabato? Kwa nini umemponya siku ya Sabato? Na kulikuwa na siku 6 ambaye zilikuwa hapo, ambaye huyo mama ukaenda kumponya. Haleluya. Yesu wakati aliwaangalia hivi, akawatazama, akawasema, ninyi wanafiki nyinyi. Uliza ule mwingine, wewe ni nafiki? Amesemaje? Wanafiki wako kwa hii nyumba? Kunao? Nifanyeni hivi. Kuna wanafiki kwa hii nyumba? Yesu ninajua nyinyi si wanafiki. Lakini wakati aliwaangalia, aliwatazama, akaona nyinyi ni wanafiki. Akawaita wanafiki nyinyi. Kwani mtu akiwa na ng'ombe wake aone ako katika zizi, aone amejifunga,
aone anataka kunywa maji, hamuwezi fungua huyo ng'ombe hata kama ni siku ya Sabato asije akafa. Hakuna, hamuwezi fungua. Nini hamuwezi fungua ng'ombe wenu wakati mnaona? Wanaweza kufungua. Tafungua. Tafungua. Waesta na kuigura ng'ombe. Mmoja wana pato. Haiwezi kukufa. Haiwezi. Akauliza nyinyi, hamuwezi kugua ng'ombe wenu wakati wa Sabato na ng'ombe iko katika zizi na inataka kukufa? Bwana asifiwe. Amen. Wakati huu mmeona nimeponya huyu mama, mlikuwa mnungunike ama mungesema mungetukuza Mungu kwa sababu alitua kipofu ama kiwete miaka 18. Ungekuja kushangilia Bwana ama ungekuja kutoa malalamiko? Bwana asifiwe. Lakini wale walikwanza kuongea, hawakuona uponyaji ambao umeonekana. Walianza kusema, kwa nini umemponya siku ya Sabato? Na mama amekuwa akileta sadaka, alikuwa katika kanisani. Ninaomba Mungu, wakati watu wataanza kuongea mambo yenu mabaya kwa sababu ya baraka zenu, Bwana asifiwe, muendelee kunyooka. Amen. Katika jina la Yesu. Msijali na wale wananena, msijali na wale wanaongea, lakini wanapoongea usikie kwa sikio hii, lakini hii ingine itoke, lakini uendelee na baraka zako mpaka uifikie katika jina la Yesu. Tuendelee. Inasemaje? 16 inasema, na huyu mwanamke aliye wa Ibrahimu ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haipasi kufunguliwa kifungo hiki siku ya Sabato? Haleluya! Huyu mwanamke wa uzao wa Ibrahimu ambaye shetani amemfunga, ambaye pepo imemfunga, hakuwa anastahili kufunguliwa wakati wa Sabato. Leo tunaenda wapi? Tunaenda wapi leo? Nimesikia umetangaza. Tunaenda wapi after kumaliza kanisa? Kufungua. Tunaenda kufungua nani? Ndugu yetu. Kwa nini tunaenda siku ya Sabato na kuko na siku 6? Bwana si tumetangaziwa tunaenda kwa ndugu yetu. Na tukaambiwa tunaenda, si tunaenda kumfungua. Amelemewa kidogo, ako na huzuni. Kwa hivyo twende tumfungue. Na ninaomba Mungu wenye mmetangaziwa nyote twende huko. Bwana asifiwe. Amen. Mwenye ataenda inue mkono. Umjue tuko kanisa. Mwenye tutaenda, si mwenye ataenda, mwenye tutaenda. Tutaenda huko. Tupige Yesu makofi. Haleluya. Amen. Tunaenda kufungua ndugu yetu na ni siku ya Sabato.